Sasa hivi lawama nyingi zimekuwa kwa watumishi sana, ingali Wakristo wenyewe ndio matatizo kabisa. Kuna Mkristo yupo, nenda kwenye M-Pesa, nenda kwenye Kibubu, nenda kwenye biashara yake, hana hata 50. Alafu ndio huyo anaenda ibadani kwa kujisikia. Hivi shida iko kwa nani? Unapataje raha na usingizi kabisa? Na unawezaje ukakaa sasa kibarazani kwamba unaosha vyombo, yaani una raha kabisa, afu unajua leo ni Jumapili. Unaipata wapi hiyo raha? Unapataje hiyo raha? Yaani hiyo raha unaipata wapi? Kwamba unaamka Jumapili, hauendi kanisani, alafu unasema leo nimechoka tu sieni kanisani. Alafu unashika sasa vyombo unaenda kuosha. Hivi hiyo raha unaipata wapi? Hiyo nguvu unaipata wapi? Wewe ni Mkristo. Familia yako ikipitia shida yoyote na bado upo kwenye Ukristo, wewe ndio shida. Yaani matatizo yao yote wewe ndio sababu. Imagine unakuja kanisani, hata kuombea familia huwezi kuombea, na ni Mkristo. Alafu unaanza kusema ninajua tu watakuwa sawa. Hey, wewe watakuwa sawa. Hivi unajua hapa duniani unapambana na nini? Hivi unajua kila siku unashindana na roho ngapi? Tumekuwa tuna Wakristo wengi ambao utakuta mtumishi anawaambia kwamba usifanye hivi, fanya hivi, au kuna hii njia, fuata kanuni hivi na hivi na hivi na hivi, they don't follow. Alafu at the end wakishaanguka wanarudi tena kwa mtumishi huyo. Jamani, mtumishi inapitia 1 2 3 4 5 6, mimi maisha yangu ni magumu, ninapitia kwenye changamoto. Ingali ulimuonya lakini hakutaka kufuata maagizo. Je, unafuata maelekezo ya mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amekupatia? Unafuata anachokwambia au akishakwambia kitu naenda tofauti? Yaani kitendo tu cha wewe kwenda tofauti, umemess up na mlinzi. Na unapo mess up na mlinzi, shida ikija uwezi ukaelewa nini ambacho kinaendelea. You think we are the problem? You are the problem. Huyu mtumishi bwana usio wa kweli. Sio kweli, mbona unaenda? Yaani huyu mtumishi huyu, na mimi simkubali. Si wewe sasa. Huyu nabii hamna. Huyu nabii huyu hamna. Siwezi nikamsikiliza. Siwezi. Afa akitoka hapa anaenda kuplay video. Leo kasema nini? Kuna watu wanaongea pointless, vitu ambavyo vina maana, kichwa wala miguu. And the problem is Christians. Don't be quick to judge men of God. Msio wepesi sana kwa hukumu watumishi wa Mungu. Unapomsema mtumishi wa Mungu unamsema Mungu mwenyewe kupitia yeye. Kwa sababu kile ni chombo chake. Alafu kipawa vimasaa viwili vya kuomba hapa. Rise up katika jina la Yesu Kristo. Uinuke na uwe mtu wa kuomba katika jina la Yesu. Uwe mtu wa kutoa matokeo katika jina la Yesu. Uwe mtu wa kuombea watu wengine katika jina la Yesu. Familia yako isipitie changamoto katika jina la Yesu. Kabla shida ijatoka kwa familia, uwe wa kwanza kuiona na uwe wa kwanza kuipinga katika jina la Yesu. Amen. Ule muda ambao utaamka asubuhi, dada, ukiamka asubuhi, ukijisikia fulani hivi yani uelewi, simama tu useme katika jina la Yesu Kristo, adui popote ambapo unalenga, ninatuma moto katika jina la Yesu. Tayari umeshamzuia adui kabla hajatuma.